Mungu ni mkubwa. Nilikwambia kila kitu kitakuwa sawa. Asante sana Sabrina. Kiukweli yani sijui hata niseme nini, sijui. It's okay Johnny. Sandra, nilivyorudi Johnny aliniambia kuwa majibu yenu yalitoka kuwa huwezi kubeba mimba tena. Kwa nikamshauri mje kwa daktari tena mpime. Nashukuru kila kitu kimeenda salama. Asante Sabrina. Yaani sijui hata nizungumze nini. Kiukweli nimefurahi sana. Lakini kwa nini yule daktari aliniambia kuwa mimi siwezi kuzaa? Na hata kama majibu alikuwa vipimo sio vya kwangu, inakuwaje lile jina likasoma jina langu pale? Na hilo haswa ndio swali kubwa hapa. Yaani unajua hichi sio kitu cha mchezo eh? Sandra, sio kila majibu ni ajibu mimi. Pale ni ofisini kwangu. Na pia yule ni daktari wangu. Kwa hiyo nitafanya utafiti na kujua nini kimesababisha mpaka akabadilisha majibu au akakupa majibu ya mtu mwingine. Hapana Sabrina. Hapana. Madaktari kama hawa hawaruhusiwi kabisa kuwepo katika hospitali. Kwa nini atoe vitu feki? Kwa nini? Yaani kwa nini afanye hivyo? Kulikuwa na haja gani? Kwa kitu ambacho amekifanya anatakiwa akamatwe, apelekwe kwenye mkono wa sheria. Kwa sababu kitu ambacho amekifanya ametoa majibu ya uongo. Sasa kama mtu angeweza kwenda kujifanya kitu chochote kibaya au kujiua ni kwa sababu yake. No, Johnny, please. Nitaanza hapa. Kisha nitafuata huko. Ile ni ofisi yangu. Kwa hiyo nitajua kila kitu kilichokuwa kinaendelea. Usijali kuhusiana na hilo. Kwa kuhusu yule daktari, niachieni mimi na bosi wangu. Kesho jioni nitawaambieni kila kitu kilichokuwa kinaendelea. Tumeshajua. Kila kitu kiko wazi sasa. Ukweli tumeshaujua ni upi. Hilo ndo muhimu kwetu kwa sasa. Dokta, nashukuru sana. Karibuni sana. Asante sana. Toka. Nashukuru. Nipe mkono mpenzi kwenye moyo wangu shika. Uone unavyokwenda mbio nisipokuona hata dakika. Uniliwaze kwa tenzi za mapenzi ukipita. Show me meaning for mapenzi. Love me again. Love me again. Nasikia nesi amesema kwamba umepungukiwa damu mwilini. Hivyo basi, kwa sasa utakuwa unaenda kliniki mara 2 kwa mwezi. Usijali. Hata hivyo nitakuwa naenda mimi mwenyewe. Hapo umeongea pointi sasa. Hilo ni jukumu lako. Hivyo unatakiwa uende wewe mwenyewe kwa miguu yako. Umeona wewe mke wangu? Nimezaa naye mtoto mmoja. Lakini hakuwahi kunipelekesha kama unavyonipelekesha wewe mtu mzima kisheti. Yaani ujue tu mke wangu. Yaani nimenyeka. Nimepelekeshwa huko hospitalini. Nimeuliza maswali kama nipo kituo cha polisi. Afu mwenye kakaa tu kimya anashindwa kujiongeza kujibu. Unamlaumu nini sasa? Wakati huo ni uzembe wako. Laiti ungelijiongeza kidogo tu, basi ungelitumia mpira. Imeshatokea sasa. Hivyo mimi sina mengi ya kuongea. Kwa hiyo kila baada ya wiki 2 utaongozana na mwezi wa kwenda hospitali. Lakini sio sawa mke wangu. Ni kweli nimekosea. Lakini kwa nini lazimisha kufanya vitu ambavyo mimi sivitaki? Ungelijua hili siku ile, basi haya yote yasingetokea. Nafanya haya yote sio kwa sababu kwamba napenda sana, ila nataka kuhakikisha kwamba anatakiwa awe salama. Kwa sababu tukilizembea hili swala, matatizo yatakuja kuwa makubwa zaidi na tutaangukia kupata gharama tu za kumtibu mwanamke. Tutafanya kazi.
Suzi, Suzi mwanangu, Suzi mwanangu, kwa nini umenifanya hivi? Kwa nini umeniua? Mimi ni mama yako, kwa nini umeniua na kunizika kikatili hivyo? Suzi. Nani wewe? Nani? Ulichonifanyia sio kitu kizuri Suzi. Basi na utapitia magumu. Utapitia magumu hapa duniani. Ulikatili maisha yangu. Ukaharibu kila kitu. Umenifanyia kila aina ubaya. Lazima utalipa Suzi. Lazima. Kuna nini? Nimemuona. Umeona nini? Nimesikia sauti yake. Nani? Nimesikia. Nani? Suzi, nini shida mama? Yaani mbona sikuelewi? Umemwona nani na umemsikia nani humu ndani? Mbona uko peke yako? Na kwa nini unaweseka kiasi hicho? Nilikuwa naota. Mmeshtuka eh? Ndoto, nilikuwa naota ndoto mbaya. Kumbe ni ndoto. Basi usijali mwanangu. Ndoto ni vitu vya kawaida kwa mwanadamu. Kwa hiyo lisikuumize sana. Sawa? Upumzike. Good night.
Mr. Tanu, mume wangu, basi kama ikitokea ukaiona barua hii niliyokuandikia, naomba ujue kuwa nimekosea sana. Ninajutia kwa kila kitu nilichokuwa nikikufanyia. Kusema kweli, leo ndo nafikiria wema wako wote ulionitendea, kunivumilia kwako, kunisii kwako. Mr. Tanu, mume wangu, basi kama ikitokea ukaiona barua hii niliyokuandikia, naomba ujue kuwa nimekosea sana. Ninajutia kwa kila kitu nilichokuwa nikikufanyia. Kusema kweli, leo ndo nafikiria wema wako wote ulionitendea, kunivumilia kwako, kunisii kwako, na hata kunitaka niwe mama bora na mke bora kwako. Leo yote hayo yananirudia. Najiona mwenye hatia kubwa kwa kweli. Najiona mwenye hatia kubwa. Kwa kweli naumia sana kuona kwamba nimechelewa kukuomba msamaha. Leo yote yananirudia. Najiona mwenye hatia kubwa. Naumia sana kwa kweli kuona nimechelewa kukuomba msamaha. Nimechelewa kutaka kubadilika. Hilo linaniumiza sana. Lakini ukweli ni kwamba naipenda sana familia yangu. Nakupenda sana mume wangu. Natamani hata nirudishe muda nyuma au kufanya chochote kile ili niweze kukuambia jinsi gani nilivyojisikia kwa sasa hivi. Naumia kuona mikono yangu mwenyewe imeniharibia ndoa yangu. Nimetelekeza familia yangu. Mr. Tanu, nakuomba msamaha sana, kwa sababu mimi ni mama mzuri katika familia yako na nimeharibu familia yako pia. Nakuomba uniombee msamaha kwa Sandra, kwa sababu nimefanya yote hayo. Nimefanya apitie magumu kwa ajili yangu. Amepitia vitu ambavyo kama mtoto hakustahili kuvipitia. Lakini mimi ndiye nimempitisha huko. Naomba msamaha sana Mr. Tanu. Nimebadilika. Nimeacha kila kitu. Mimi sasa ni semeni mpya. Naomba unisamehe tafadhali. Daktari, kwa nini ulimpa Sandra majibu feki? Majibu feki kivipi? Una maana gani Sabrina? Usinifanye mimi ni mtoto mdogo. Niliona yale majibu kabla hata hujaenda kuyabadilisha. Na yalikuwa sawa kwamba Sandra alikuwa na uwezo wa kuzaa. Sasa nataka nijue, kwa nini ulimpa Sandra majibu feki? Hivi ulishawahi kufikiria kazi yako? Ulishawahi kufikiria yule uliompa hayo majibu ana moyo wa aina gani? Ulishawahi kufikiria kwamba atafanya kitu kibaya cha aina gani? Kwa nini unampa mtu tatizo kubwa la aina hiyo?
Hivi wewe ni daktari kweli? Umesomea udaktari ili uje kutoa majibu feki? Sabrina, wewe yote haya umeyatoa wapi? Karatasi hizi hapa. Tumeenda hospitali nyingine kupima na Sandra yupo sawa kabisa. Sasa nataka kujua kwa nini ulimpa Sandra majibu feki, na usiponiambia ukweli, hizi taarifa nitapeleka kwa bosi wako na nitafikisha makao makuu na nitahakikisha unafungwa jela. Sasa nataka uniambie ni nani aliyekutuma umpe Sandra majibu feki? Sabrina, hivi unajua hii kesi inaweza ikakufunga wewe kwa kutoa majibu feki kwa mtu ambaye yuko mzima? Nisikilize Sabrina, naomba tuongee vizuri. Sikufanya hivyo kwa kupenda. Sasa sema ukweli, ni nani aliyekutuma? Kuna mtu alikuja hapa akanipatia hela na akasema nibadilishe majibu. Ni nani huyo? Naomba usifikishe hii kwa bosi. Najua nimekosea. Nimeweka cheti changu leani. Naomba unisamehe sana Sabrina. Sasa kama hutaki afike kwa bosi, nataka nijue huyo mtu ni nani na kwa nini alikupa hela ili ubadilishe majibu ya Sandra. Mimi mwenyewe simjui vizuri, lakini niliunganishwa na Martha. Martha? Ndiyo, yeye ndiye aliyemuunganisha kwangu. Naenda kwa Martha sasa hivi, na kama utakuwa umenidanganya nitahakikisha unafukuzwa kazi. Sabrina, tafadhali naomba usifanye hivyo. Daddy, kuna mzigo wako hapa, naomba nikuletee. Nani huyo? Hata mimi sifahamu ni nani, lakini amesema kuwa ameambiwa alete kwa Mr. Tano na mpatie Mr. Tano mwenyewe. Okay. Naomba kanitengeneze chai. Sawa daddy. Au nichemshie maji tu ya moto. Sawa. Siwezi kusikiliza wala kusoma upuzi wako. Mimi sio mjinga kiasi hicho. Daddy, chai yako hii baba. Daddy, uko sawa? Yeah, I'm okay. Chai. Sijisikii. Daddy, kuna kitu unanificha? Na kuficha nini? Nimekwambia niko sawa, na kuficha nini sasa? Hebu toa chai kupeleka kule. Samahani daddy.
Sabrina, karibu. Mnafiki mkubwa wewe. Unamkaribisha nani? Sabrina, unaongea nini? Mbona sikuelewi? Masa, wewe ni mnafiki, tena mnafiki sana. Mimi sina muda wa kupoteza. Nimekuja hapa na swali moja tu. Nataka kujua ni nani aliyekutuma uende ukamwambia yule daktari abadilishe majibu ya Sandra. Sabrina, unaongelea nini? Mbona sikuelewi? Usipoteze muda wangu. Niambie ukweli. Sabrina, unaongea nini? Sasa, kama unakuja hivi juu juu, ukinipayukia, hauwezi ukaongea taratibu na nikakuelewa. Kuna nini hasa? Unataka nikuelewe nini? Nikuelewe nini we Masa? Sasa shika hayo majibu. Niambie, yapi ni majibu ya kweli na yapi ni majibu ya uongo? Sabrina, hebu naomba unisikilize. Nikusikilize nini wewe Masa? Nikusikilize nini? Hivi unajua ulikuwa unaenda kuharibu maisha ya mtu kiasi gani? Kwa nini mnafanya mambo ya ovyo hivi? Vipi kama Sandra angejiua? Vipi kama angeenda kujifanya kitu kibaya? Kwa nini mnakuwa mnafanya mambo kama hivi? Sio mimi. Kumbe ni nani? Ni Suzy. What? Suzy? Ndiyo. Yeye ndo alonifuata na kuniomba nimbadilishie majibu, kwa sababu yale majibu ni yake kweli. Ina maana Suzy hawezi kuzaa tena? Yes. Suzy hana uwezo wa kuzaa tena katika maisha yake, kwa sababu alitoa mimba kwa kutumia vidonge na kupata njia sahihi ya kusafisha wala matibabu sahihi. Kwa hiyo ikampelekea kizazi chake kuharibika kabisa. Na alikuja kupimwa katika hospitali yangu na nilimpatia hayo majibu kwa kweli. Na baada ya siku kadhaa akaja kuniomba, akarudi tena, akaniomba nimkutanishe na yule dokta aliyemsaidia Sandra. Kiukweli mimi sikujua Sandra ni nani, na kwa sababu alinipa pesa nyingi nikakubali. Ila naomba unisamehe sana rafiki yangu, sikutegemea. Na baada ya hapo nilijiona mimi ni mkosefu sana, na alipokuja kwa mara nyingine kuniulizia Sandra ameenda hospitali gani, nikamfukuza kwa sababu nilijua naharibu kazi yangu na cheti changu pia nilichokipambania kwa muda mrefu. Sabrina, naomba unisamehe sana rafiki yangu, mimi sio mbinafsi kama unavyofikiria. Hata kama mambo yaendi hivyo, naomba hizo dokumenti. Sabrina.
Halo Johnny. Nilikuwa nakuomba wewe na Sandra mje nyumbani kwangu jioni. Nimejua kila kitu. Kwa hiyo nataka tuonane ana kwa ana. Sawa. Nawasubiri. Sabrina, kiukweli tunaomba utuambie tu, maana muda wote umetufanya roho zetu zimekuwa zina wasiwasi sana. Usijali. Nilikwambia kila kitu niachie mimi. Nitachunguza nijue nani aliyefanya hivi. Sasa umegundua ni nani? Na kwa nini afanye hivyo? Ni Suzi.